Nina kila sababu ya kusema asante. Hata siku hii ya leo nimeiona, sio kwa ujanja wangu wala sio kwa akili zangu. Basi tuungane mimi na wewe kusema asante, kwa maana ni jambo kubwa sana mbele za Mungu kushukuru. Lakini sambamba na hilo, nilitaka kuzungumza kuhusu maisha yetu wanadamu, maisha yetu ya kila siku. Wanadamu tunapenda amani iwe inatawala kabisa katika maisha yetu. Sehemu zote tunahitaji amani, majumbani, maofisini, kila mahali tunahitaji sana amani. Lakini pia hatupendi kukosa au kukosewa. Japo tunashauriwa kwamba tunapokuwa tumeona tumekosea tunapaswa kuomba msamaha, na hiyo ni mzuri sana. Kwa hiyo inawezekana kutoka Januari mwaka umeanza, ukatenda matendo mazuri, ikiwa kazini, nyumbani, kijijini kwako, kijijini pako pale, umefanya mambo mazuri. Ikatokea siku moja umefanya kosa. Hilo kosa moja tena dogo sana litatoa thamani yote ya miezi yote ambayo ulikaa kwa uzuri, ukatenda mambo mazuri, lakini ukakosea mara moja tu, unaonekana haufai kabisa. Hivyo tumejua kwamba ndivyo ilivyo. Hayo ni maisha tunayoyaishi, kwamba mtu anafanya mazuri lakini siku moja akija kukosea haonekani kitu kabisa. Kibinadamu. Na inawezekana ukaomba msamaha, lakini majibu ya mwenye kumuomba msamaha akasema sawa, nimekusamehe lakini sitakusahau. Sasa kuna utofauti wa sisi wanadamu tunavyoishi, tunapokosa au tunapokoseana na kuomba msamaha na kusameheana. Tofauti na kwa Mungu. Mungu yeye kwetu anatuona ni watoto wake muda wote. Hata kama tutakosea kiasi hicho, lakini yeye anatuona ni wa kwake. Haijalishi tunakosea mara ngapi, kwa siku ngapi, kwa muda gani, lakini yeye Mungu anatupenda sana. Lakini mwanadamu, Mungu amemuumba roho yake. Mungu alitegemea roho ya mwanadamu iwe nyeupe. Iwe nyeupe. Tena pasiwe na doa. Iwe nyeupe. Pasiwe na doa. Unaiona hii karatasi ilivyokuwa nyeupe? Hii karatasi ni nyeupe. Isiwe na doa. Na hata sisi watu tunapenda sana tuonekane tuko hivyo kwa jamii zetu. Tusiwe na doa, tuwe weupe. Lakini tunapoenda kuwa na doa, kuwa na doa. Sasa hii karatasi nitaenda kuweka doa hapa. Nitaenda kuweka doa hapa. Nitaenda kuweka doa hapa. Hapa. Wewe macho yako moja kwa moja haitaona karatasi. Macho yako moja kwa moja litaenda kuangalia doa. Unaona? Hii karatasi nyeupe imeshaonekana nyeupe. Lakini hii karatasi tumeshaweka doa.
macho yako yanaenda kuona doa. Sasa hilo doa ndio makosa mbele za Mungu. Ilivyokuwa karatasi imechafuka vile kwa lile doa moja pale, karatasi yote imeshaharibika, imeshabadilika. Lakini Mungu anaweza kufuta hilo doa, akaliondoa hili doa na kuwa weupe kabisa, tena bila kuweka hata kovu. Je, mimi na wewe tunapokosewa tukaona kosa, nimekosewa, una nguvu ya kusamehe na kufuta hilo kosa? Ikiwa Mungu anasamehe dhambi zote, makosa yote, wewe iweje kuwa ngumu kumsamehe ndugu yako, mke wako, mume wako, wafanyakazi wako? Tunapewa nguvu sana hata katika maandiko. Tunaona mtumishi wa Mungu, yule baba ambaye mwanawe alikuwa ametapanya mali zake, akachukua nafasi yake katika urithi wa baba yake, akaenda akajirusha huko, vikaisha, akapata shida inamkumbusha kurudi nyumbani. Lakini tunaona baba yule anamuona mwanae anarudi, alifuta makosa yake yote, alimrudisha kwa upya na maisha yalisonga. Sasa kama yule baba alifanya hivyo kwa mwanae, hata alitenda matendo yale pasipo urithi kwamba baba yake amekufa, lakini alitaka arithi akiwa baba yake yuko hai, na akafanya hivyo. Lakini wakati ulipofika anarudi kuomba msamaha na baba yake kweli anamsamehe. Kwa nini wewe huwezi kusamehe? Kwa nini wewe huwezi kuomba msamaha? Wakati huu ni wa Kwaresma. Mwambie Mungu. Kabla ya kwenda kwa Mungu, wale uliowakosea kawaombe msamaha. Wale uliowakosea kawaombe msamaha, na wale waliokukosea uwasamehe. Ukifanya hivyo, geuka sasa, nenda kwa Mungu, nawe nenda kapige goti la msamaha. Mungu atakusamehe na utakuwa mpya, utakuwa safi, utakuwa salama, utakuwa mweupe kama karatasi hii hapa. Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu ninaitwa Simon Mponda, mtumishi wa Mungu na wanadamu. Asante.